nimejiandaa hapa. Leo ndio siku ya kwenda kuoa. Kwenda kumuoa Shamila binti Jamali. Lakini mke wangu wewe usiwe na shaka. Sawa? Nakupenda na nitaendelea kukupenda daima. Alafu lazima ujue mke wangu, hii imekuja kama ajali tu. Umetafuta mtu ili akusaidie wewe majukumu yako. Sidhani kama wewe upendo wako katika moyo wangu unaweza kufutika. Nakupenda na nitaendelea kukupenda daima. Lakini lazima ujue mimi ni mwanamume. Mimi ni Muislamu. Na ndio maana nikaamua nimuoe Shamila ili aje kuwa mdogo wako. Kwa sababu Shamila wewe unamjua vizuri. Kwa akija naamini utampa ushirikiano wa kutosha. Na mimi nitajaribu kuzungumza naye. Akuheshimu kama wewe utakavyomheshimu. Tumeelewana mke wangu? Maya, wewe ni mtu mkubwa. Naye atabaki kuwa mke mdogo. Naomba niombee dua niende salama na nirudi salama. Atibu, mimi nipige magoti nikuombea wewe dua njema. Nitakuombea dua mbaya Atibu. Atibu, mimi nakuombea dua mbaya. Unafanya si haki Atibu. Usifanye hivyo. Atibu, hata huruma. Sawa, Maya. Hebu naomba nisikize mke wangu. Napozidi kukaa, nazidi kuchelewa. Nipe ruksa niende, afu nikirudi tutaongea. Na ili kupenda ni upofu, unaweza mara na ukazaga na ukajutia kupenda. Mapenzi ni mali yana thamani, moyo kisha kutendwa. Nitabaki tu kudanganya moyo, nitapendwa tena. Moyo jifunze choyo, kupendwa ni karama. Nitabaki tu kudanganya moyo, nitapendwa tena. Moyo jifunze choyo, kupendwa ni karama. Alhamdulillah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Leo hii katika mchana huu tumefanya jambo kubwa miongoni mwa majambo makubwa kabisa katika Uislamu, kama tulivyofundishwa na kuelekezwa na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu mtume ametufundisha kuwa ndoa ni jambo la kulifanyia hima kuliko jambo lolote lile. Kwa sababu hakuna jambo muhimu katika maisha ya mwanadamu kama kufunga ndoa. Ndoa inamfanya mwanadamu awe mbali na zinaa. Mwenyezi Mungu ametukataza katika majambo ya kuzinizini kama wafanyavyo vijana ovyo. Kwa maana zinaa inatuletea watoto ambao ndio hawa watoto tunawaona leo. Watoto wa ajabu ajabu. Ndugu zangu katika imani, tulichokifanya hapa tumeiga au kuigiza kile ambacho mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anavyotukumbusha katika hadithi zake. Endapo itatokea wanadamu wenye jinsia mbili tofauti wanapoamua kuoana na kuishi kama mke na mume, basi jambo hilo lifanywe kwa haraka kuliko jambo lolote lile. Kuna hadithi moja imepokelewa nyakati hizo kwamba palitokea msiba na huku kuna jambo la ndoa. Basi mtume wa Mwenyezi Mungu aliharakisha kwamba kwanza watu waende kufungisha ndoa, kisha ndo atakwenda kuzika. Sawa sawa? Nasaha zingine tutaendelea kupeana taratibu mkiwa katika ndoa yenu. Kikubwa ni kujifunza Uislamu na umfundishe Uislamu mkeo, umpeleke madrasa ili mradi apate elimu ya kujua Uislamu zaidi. Sawa bwana Tibu? Hilo ni jukumu lako. Nisiwachoshe sana kwa kuwa leo ni siku muhimu sana kwenu. Mimi nadhani nimemaliza. Labda kama kuna mzazi ana chochote kile tunaruhusu kuzungumza. La basi tuache wanandoa wetu waende wakapumzike. Sawa. Bwana shemeji, sasa tushakuwa familia moja. Inapaswa kuijua familia yako sasa.
Kama unavyoona hapo kushoto kwako, huyo ni mama yetu mkubwa. Yaani yeye anazaliwa ndo anafuata mama yetu ambaye ni marehemu kwa sasa. Kwa hiyo kwa sasa tuna mama huyo mmoja ambaye ni mama mkubwa. Kwa hatuna mama mwingine, amebaki yeye. Na pia huku kulia kwangu, huyu brother hapa unamuona wa kwanza, huyu ni mtoto wa mama mkubwa. Ni kaka yetu. Kwa hiyo unapaswa naye kumfahamu kwa sababu kwa sasa tushakuwa familia moja. Na kule mwisho kabisa, yule ni mjomba wetu. Ni ndugu wa mwisho wa mama yetu. Kwa akitoka mama mkubwa, anakuja mama yetu, alafu yule ndo mdogo wao wa mwisho. Kwa hiyo kwa hao wachache ambao umewafahamu hapa ambao wamehudhuria, kwa sababu wameona waache kazi zao waje wahudhurie harusi ya ndugu yao au mtoto wao kuliko kupita hivi. Lakini ndugu wengine wengi wapo ambao hawajahudhuria hapa. Kwa hiyo nahisi kidogo kidogo tutaendelea kufahamishana huyu ni nani, huyu ni nani. Kama tulivyokueleza hapo awali, sisi ni Wabondei kutoka Muheza, Tanga hapo. Kwa hiyo na hawa walikuja kushuhudia harusi ya ndugu yao au mtoto wao. Naam. Kwa hiyo wamefika, jambo limepita kwa vizuri zaidi kujuana, na nahisi kadri siku zinavyoenda utawajua ndugu wengine zaidi. Naam. Kwa hiyo pia nisiwachoshe sana, mnaweza tuwape ruksa kwenda kupumzika kama alivyosema shekhe hapa. Sasa jambo zuri kwamba umeshampa mwongozo, basi wafahamiane kwa undani zaidi, ndio iko hivyo. Sawa, basi ni kweli. Ndio. Mjomba, wahusie mkweo pamoja na mwanao kidogo, chochote kitu ambacho ulichokuwa nacho. Sawa, mimi nasema nashukuru sana kwa mwanangu pamoja na mpo wangu pale. Ndoa ni jambo la kheri, ni jambo zuri sana. Mimi nashukuru sana. Ndio. Muishi kwa amani. Ndio. Ni jambo la Mwenyezi Mungu. Kwa sina mengi ya kuongea sana kama mjomba. Ndio. Ni shoti kwamba nimemaliza kwa hilo kwamba muishi kwa amani. Sawa. Fatiha. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Mwanangu, kuwa huru. Hapa ni nyumbani kwako. Pia kaka Abdalla amesafiri. Ameenda kule nyumbani Muheza kuiangalia familia yake. Wow. Hivi naye kumbe ameoa. Hasa ana mke mmoja pamoja na mtoto mmoja. Unajua ukimwona hivi wala uzani kama ameoa. Mume wangu bana, yule mtoto wa Kibondei. Hawezi kosa mke. Unataka kuniambia mtoto wa Kibondei hata mimi naruhusiwa kuongeza mke mwingine? Mume wangu. Wewe ni Mbondei? Unajua nini? Ndio Kigunda wanawake wengi huwa wanapata nafasi nzuri kwa waume zao, ila wanashindwa kuzitumia. Kweli? Yeah. Lakini nisiokuwa miongoni mwa wanawake. Na kwa hiyo nitatimiza wajibu wangu wote kama mke kwako. Natumai utaenjoy, utafurahia sana. Asante sana. Unajua kwa mtoto ananichanganya sana. Unajua uwezi amini ninapokaa na wewe hivi. Nisitaki nende kokote. Nasikia la. Vipi mwanangu na mizigo yako? Salama upo kweli jamani na mizigo hii? Vipi mwanangu, mbona unafikia unalia? Kinachokuliza kitu gani? Kuna nini kimetokea mpaka unafikia unalia? Mama Atibu. Atibu kafanya nini? Mama Atibu ameenda kuoa mke mwingine. Ameoa lini? Mama jana tu.
Nilikwambia Maya, punguza ubizi wa kazi, mkumbatie mumeo kama kuku anavyokumbatia vifaranga vyake. Haya, leo ndo ameshao, lakini dini yetu ya Kiislamu inaruhusu mwanamume kuoa wanawake 3, 4. Haya mwanangu, haya, ujio wako umeachwa au umekuja kufanya nini hapa nyumbani? Mama, mimi nimeamua kurudi nyumbani. Siwezi kukaa ile nyumba mama. Haiwezekani. Yaani umeamua kurudi hata talaka hajakupa? Hajanipa talaka. Hapa pakaliki. Hapana, mimi siwezi kumpokea mke wa mtu. Wewe bado ni mke halali wa Bwana Atibu. Mama, mimi siwezi kwenda kuishi kwenye ile nyumba. Siwezi kuwa na mke mwenzangu mimi mama. Naumia mamangu. Hapana. Lazima utarudi. Yaani kama hujaja na talaka, hapa nyumbani kwangu ukae. Chukua mabegi yako na kila kitu ulichokuja nacho, rudi kwa mume wako. Na ukirudi mwanangu, yaani nilikusema mwanangu mpaka nikaongea kilugha, hayo yote mwanangu hujayazingatia. Sasa rudi kwa mume wako, kaonyeshe mapenzi, yaani kama umempata jana au kama amekupata jana. Kuoa wala sio sababu, kazidishe mapenzi kwa mume wako. Hapa mimi sikutaki. Sikai na mke wa mtu mimi hapa nyumbani kwangu. Ondoka, nenda kwa mume wako. Hapana, rudi. Hata kama mwanangu, ndoa ngumu. Mwanangu, ndoa siku hizi hazipatikani. Umepata ndoa yako umeshindwa kuimiliki. Mpaka nenda sasa atakuongezea mke mwingine. Si ambapo chukulia mmoja, ataongeza na wapili na watatu pia. Utarudi mwanangu. Yaani hata ukitoa machozi ya damu kwa mume wako utarudi, kwa sababu bado ni mke halali wa Bwana Atibu. Maradhi ya kupenda bwana ni adhabu zaidi ya homa, na tena mbaya ukishazama kuna penzi ni ngumu kupona. Maumivu, mawazo yanautesa moyo wangu, sijui labda bahati sina, tasubiri fungu langu. Maumivu, mawazo yanautesa moyo wangu. Maya, mke wangu. Mami, mbona umenuna hivyo? Unajua Maya, unajua mimi nilivyoondoka siku ile nilijua nitakuwa sikukuti. Sawa? Na ndio maana nikaamua nikae kule siku 2. Kwanza mimi nikushukuru. Na nikwambie kitu kimoja mke wangu, sawa? Yaani mimi unajua mimi nakupenda sana. Sawa? Na nikwambie kitu kimoja, nimekutayarishia bonge la surprise. Sasa unanuna ovyo mke wangu, sijui sababu ni nini? Wewe Atibu, hizi nguo umeswala, yaani ni zinanuka. Maumivu, mawazo yanautesa moyo wangu, sijui